Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu tunakualika utufundishe neno lako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaangalia kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi kiliandikwa na Mtume Paulo kwa kanisa la Rumi, akiwarekebisha kuhusu mambo mbalimbali. Katika ile sura ya kwanza tunaona kwamba Mtume Paulo anasema kwamba sionei haya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Alikuwa akirekebisha kuhusu mambo mbalimbali, kuhusu kuacha dhambi, ikiwepo kwamba mtu anayeendelea kuishi katika dhambi wamtenge kanisani. Aliwaambia katika kitabu cha Warumi, kwa sababu akasema kwamba analichafua kusanyiko. Kitabu cha Warumi pia Paulo alikuwa anarekebisha kuhusu kwamba wale Wayahudi ambao ni kanisa la Rumi, Wayahudi walikuwa wakijisifu kwa kutahiriwa kwao. Akawaambia kwamba Ibrahimu aliitwa akiwa bado hajatahiriwa, lakini alihesabiwa haki kwa imani, si kwa matendo ya sheria. Kwa sababu mtakapohimiza huko kutahiriwa, itabidi mshike sheria zote. Na kama mnashika sheria zote zile za Torati, maana yake kufa kwa Yesu ni bure. Akasema kwamba Yesu Kristo, kama jinsi dhambi ilivyoingia kupitia Adamu, kupitia Yesu Kristo tumekombolewa na ile dhambi ya asili. Tumekombolewa pia na hizo sheria zote za Torati. Kwa hiyo Yesu Kristo alivyotufia pale msalabani ametuingiza katika kipindi cha neema. Lakini anasema hivi, tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Akasema hapana. Hatuwezi tena kuishi chini ya dhambi ambayo tumekwisha kukombolewa kutoka huko. Katika sura ile ya 10 anasema kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa kuwa ni Bwana na kuamini kwamba alikufa na kufufuka na kwamba ni mwana wa Mungu utaokoka. Katika sura ya 12 anasema kwamba basi sasa itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu mbele za Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Msiishi tena kwa kuifuatisha namna ya dunia hii. Amina.